Gharama shilingi 5,000 kila wiki, unalipia ada 2,000 upitwi na vigongo safi vya Mafia Respective Family. Karibu sana hii hapa. Goma lilipoishia ndiko ambako tunakwenda kuanzia. Ni 17 episodi baba. Mzigo ita Unforgettable Revenge. Wakati bwana mkubwa Takeda Upala ametulia zake tu, anapiga mahesabu yake, anajua kabisa game inakwenda kuisha. Huko maeneo nyumbani kwa mzee mzima wanamuita bwana Zhang Shang, anatakiwa kumaliza kazi yake mapema ili apeleke majibu upande wa pili. Sasa akavaa, akaficha sura yake, akavuta mshale, anakwenda kumkandamiza mwanamama ise. Yes. Huko zikaruhusiwa kuchomoka bunduki na hatimaye sasa inabidi msafara kuweza kusimama pale pale. Kuna shida gani? Naomba twende. Tunasonga mbele. Twende. Wanasonga mbele namna hii. Yaani wakitoka katika hilo, yaani hizo anga wako katika mazingira hatari sana. Lakini huku ndani wako katika sehemu salama. Sasa wanakwenda namna hii. Wamesubiliwa taratibu kabisa na wao wanakuja. Wakati Zhang Sheng anazidi kuzama namna hii ndani ili kumtafuta mwanamama yuko wapi. Zhang Sheng uko upande wa pili. Anasema mnaomba msimame kwanza. Ikakitwa ngoma chini. Kabla kuweza kusogea popote pale, natakiwa kuweza kufanya uchunguzi kwa sababu tumepitishiwa wizi katika upande wetu sisi. Yaani tumeibiwa. Uchunguzi wa kuchunguza nini? Nataka kuchunguza kuhusu mwili wa Dingda. Anasema ndio Cheng Yu. Unafahamu ile? Anasema Anasema hivi. Leo hakuna ruhusa kuweza kuchunguza chochote kile. Uko binti anafanya maombi yake, anavamiwa. Aise. Anavamiwa namna hii. Chacha tuone. Upande wa pili sasa okay. Kwa unaleta kwamba ukibuli kwamba hatuwezi kukagua chochote hapa. Tunataka tukague kwanza. Tumeibiwa mwili wetu, hatuwaruhusu kupita hapa. Anasema pumbavu. Naomba mkague. Uko mlango unavunjwa. Mwamba kuzama ndani. Bibi hayupo hapa. Bibi yuko huko kaimalisha ulinzi wa kutosha na wafanyakazi wawili. Mmoja yuko kwa ukaguzi wa kutosha, yuko anacheki mazingira nje. Nadhani kama ameweza kuja. Sasa sijajua anataka nini. Huyo muuaji ameweza kuelekea maeneo haya. Hem, tuweze kuwa makini katika hilo. Maana inaonekana kuna kelele upande wa pili. Anasema Cheng Yu hadi sasa ameenda. Sasa sijajua atarudi muda gani. Kunaonekana hakuna usalama katika maeneo. Na wasiwasi mkubwa kabisa kwamba hapa kutakuwa kuna tatizo. Sema ondoa shaka wewe. Hakuna tatizo lolote litakayoweza kutokea kwa upande wake hata kwa upande wetu sisi. Lazima tutabaki salama. Mungu yuko pamoja na sisi. Nina imani katika hilo. Sasa naomba msachi. Wewe hakuna mtu anayeruhusiwa kusogea hapa. Anasema familia Ding Daizong ni bishi mno. Ni jeuli mno hii familia. Sasa mkiendelea kutupinga tunashambulia. Shusheni majeneza yenu chini tuweze kusachi. Tuna mwili wetu umepotea. Mwili wa mzee mzima anamuita Ding Daizong ndo anaohitaji huo. Pumbavu zaidi, mwili wetu umepotea. Acha tuone. Wakati mtaalamu baada ya kuhakikisha kwamba chumba cha kwanza hajaona kitu yote, anatafuta chumba cha pili. Kucheki maeneo haya kunaonekana kuna alama ambayo imegonga hapa. Cheki vizuri. Hii ni alama ya fimbo ya yule mwanabibi ama yule bibi ambaye alikuwa anapita humu.
Mwanamama anamuita Su Hongliu. Anasema kwa hatua hizi za fimbo ambayo iliweza kanyaga huko inamaanisha kwamba yeye amepita sio muda mwingi sana. Sasa kwa hiyo mmemhifadhi huko. Basi hakuna shida. Amehifadhiwa katika chumba kingine cha siri. Huko kumenuka baba. Kaichang. Kwa hiyo unataka kutupiga? Nipiga asema kivipi? Uko tayari kufa kama sisi tulivyo tayari? Tupigani, tushambulieni fresh, tuko tayari, hakuna kitu kinashuka chini. Yaani hakuna jeneza inashuka chini hapa. Kula laleki. Mikono nawasha, piga. Nataka kupiga wewe. Na mama kwanza akasogea mbele. Anasogea kibabe. Chang Yu. Binti ana akili mbovu mno. Sasa jamaa wangu anashangaa tu. Mtu anakuja anajiamini nini huyu? Kama kawaida mazishi yanaendelea maombolezi. Watu wanasogea mbele. Hawaelewi huyu binti ana maana gani? Tulia kwa umakini. Anasema simama. Ikapigwa zigizaga hapo chini, hakuna kusogea. Binti akaona kumbe unanichokoza Mnifahamu vizuri. Sema wekeni chini majeneza tuweze kusearch. La sivyo hakuna mtoto anaweza kupita hapa. Wakatoa upande wa pili. Mtaalam bwana mkubwa anamuita Zhang Sheng. Zhang Sheng anazidi kunyata namna hii. Kucheka hapa kuna mdomo wa gobole. Sasa pumbavu kabisa, kumbe yuko hapo analenga wanalinda katika maeneo. Akakumbuka kabisa kwamba ulinzi unahitajika katika maeneo yote, inamaanisha kuna muuaji kati yetu. Sasa aliyemueleza hizo habari kumbe ni muuaji wenyewe. Akafika maeneo fulani akaanza kutegua tofali fulani. Anataka kuitoa huko pande pili. Mkono mzee mzima unamwasha Kim Ming-jin. Ghafla, blaza hapana. Kim Ming-jin kafika sasa. Huyu anamuita Kim Ming-jin. Kim Ming-jin. Na huyu mzee baba ama kaka yake anaitwa Kim Ming-jin. Toka mbali kaka. Sitoweza kutoka hapo, labda uniue eti. Sitoweza. Nimesema toka hapo. Pumbavu toka. Tukana mitusi, toka. Kaka. Kaka. Sitaki ufanye kitu kama hichi. Kwa nini unaugomvi gani na hii familia? Kwa nini unafanya mambo kama haya kaka? Wewe pumbavu wewe. Ujui kazi ni nini Ujui kazi ni nini? Wewe ni mtoto tu. Anasema hapana kaka. Kibao. Dogo anapigwa vibao. Kama teni inabidi azuiwe kwa sababu ya mwanamke. Kumbuka anampenda sana ubinti. Wakati kutofali na kwenda kutoka namna hii, bibi yuko hapa ananesa tu. Anasikilizia. Hatimaye mwamba amefanikiwa, mwanamama huyu hapa Su Hongliu. Bwana mkubwa anamuita Ishiro, anasubiri majibu tu wakati wote muda wote, ikijibiwa tu kitu imetiki anakwenda kumaliza kazi. Sasa mshale huu hapa. Holela. Amekuja, kuna mtu amekuja hapa. Madam. Nani amekuja hapa? Kuna mtu amekuja hapa. Nani huyo? Kumbe ni mzee mzima bwana. Tafadhalini. Sheng Liang. Hii Sheng Liang ameingia. Tafadhalini jamani. Sijaja kwa ubaya. Niambie kuna kitu gani? Sasa nimekuja hapa nimejisikia tu kuja kuongea naye. Umechomokaje gerezani? Cheng Yu amenisaidia kwa sababu ameniambia mko peke yenu. Cheng Yu ameenda msibani, amekusaidia kivipi? Wakati ulikuwa ndani ya gereza wewe. Na Cheng Yu hausiki kabisa katika mipango ya kuhakikisha kwamba anakushughulikia wewe. Bwana mkubwa bana analenga. Anaona anamchelewesha kwa sababu uko mission inamsubiri yeye. Yaani yeye ndo anasubiliwa. Majibu yake ndo anasubirika kwamba akifanikiwa tu kumpiga mshale, kazi amemaliza. Sasa analenga namna hii, kumbe mbele ndo kajiweka mzee mzima amekaa hapo. Anasema niliona mtakuwa wanyonge sana kukaa pekee, ndo maana nikaja huku niweze kupiga story na nyinyi. Ukapigwa mtu mmoja kwanza risasi. Ngome nashuka chini hakuna. Ikapandishwa tena kisawasawa, hakuna mtu anashuka chini. Nimesema hiyo ni advertise tu. Unachokitaka utakipata. Nitamaliza wote watu wako. Shushani jeneza chini ziweze kusachiwa, tumepotelewa. Endapo nasema tena, endapo utakapoweza kupinga katika hili, mtahatarisha maisha yenu wote. Sio hao tu. Gonga mwingine baba.
Goma linakwenda chini na kwenda kukamatwa. Hakuna jeneza inashuka hapa. Kulaleleki. Sasa inakuaje? Chengyu. Sasa wanafanya nini? Binti akapiga mahesabu. Huyo ng'ombe huyu ananipanda kichwani. Sasa upande wa pili. Lakini kwa nini akae muda wote hapa? Kuna kitu kibaya kiko hapa. Sasa wakana zidi kuongea namna hii. Ghafla mshale kaja ukapasua kibuyu cha kwanza, unawekwa mwingine. Mtaalamu anakwenda kuangalia, anakutana mshale umepiga hapo. Kulaleleki. Nani huyo? Anapigwa target mama. Mama isema skini ya Mungu. Mweka target jamaa wangu akasanuka kitu. Akaisha ni pale. Ni pale dirishani pale. Kwenye kile kitundu kile. Na hisi mshale ndio ulipopitia. Kachungulia hamna mtu. Mzee baba nani kama ndezi yani. Kama ndezi fulani hivi. Akaweka kabati. Sasa mpumbavu anachelewa nini huyu? Tunasubiri majibu yake hadi sasa hivi. Bwana mkubwa hajashindwa. Akapanda mpaka juu. Yes, huko akatoa jamaa wangu anaelezea. Kapigwa akamkumbatia mama isa. Kapigwa ngoma ya mgongo. Hakuna shida. Ilikuwa ni kandidi kidogo tu. Lakini huyu mtu anaonekana muuaji ambaye anahangaika kweli. Mimi hawezi kuniua eti. Nimeweka kambao huko. Umeona? Hapa ipiti kitu nilisanuka. Umejuaje? Anasema mishale haipiti sehemu kama hii. Ndio maana nikaweka maeneo kama haya, sawa? Wakati upande wa pili jamaa wangu. Inamaanisha wewe mwanamke ambaye unashindwa kuweza kunielewa mimi ni nani? Sasa tutatoa amri ya kushambulia. Inatosha. Binti akasema inatosha. Akakitia kwanza hiyo fimbo hapo chini babae. Hapo sasa. Ana wazo gani? Anasema sasa unatakiwa kujua nini ambacho nimekuandalia leo Siku mingi hujakipata. Akachomoa namna kuna bonge za kombola mzee. Aise vijana kama watatu wana kombola za kutosha. Zikipiga hakuna naye baki hapa. Takataka tu mawe. Jamaa wangu subiri. Xingyu. Asema tafadhali. Are you ready? Uko tayari kufa? Asema tafadhali. Uko tayari kufa kama vile familia Ding Daizong inavyojitolea muhanga? Ndio. Watu tuko tayari. Waone wakajibu nyuma kwamba tuko tayari. Kuna mwingine ambaye yuko tayari? Tuongozane na msafara. Jamaa wangu akona nataka ugali. Na hesabu mpaka 3. Endapo ukiendelea kubaki hapo, nachomoa yani hii kamba. Hakuna mtu anayebaki katika mazingira. Sasa mheshimiwa tafadhali, situweze kukaa tuzungumze vizuri? Moja. Waone wanajibu. Kulaleleki. Msisitizo huo. Chengyu misi. Tafadhali. 2. Ni 2. Yamangu alijua kabisa mauti unamfuata. Inabidi kuomba po kwanza. Sasa sijajua atakubali kusarenda ama vipi. Ni katika episode inayofuata hii hapa baba Episode ya 18 na kuja 17 naishia hapa. Asante sana. Moto ni balaa. Vipi kuhusu mzee mzima Zhang Cheng? Atafanikiwa kuweza kumwangamiza mwanamama? Hapo ndo pazito. Asante sana, karibu katika episode inayofuata hii hapa tunaunganisha kibabe.